na ijulikane kama yupo Mungu, unaweza na ijulikane kama yupo Mungu, unaweza. Shalom, shalom. Ninawabariki katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Ni kwamba wapendwa, Biblia kama inavyosema kwamba siku za mwisho wengi watajitenga na upendo wao. Tumeshaona asilimia kubwa wale watu ambao walikuwa wanampenda Mungu asilimia moja wamerudi nyuma. Mambo ya dunia wameyageukia, na kama ilivyoandikwa kwamba njia hiyo imesongwa nao waionao ni wachache. Ndugu yangu, hii ni siri kubwa ambapo alisema haya mafumbo Yesu. Lakini kipindi cha mwisho, lakini watu wengi hawajui kile ambacho kinakuja kutendeka muda wote kuanzia sasa. Hebu tengeneza mambo yako, utafute utakatifu, maana Yesu anapatikana katika utakatifu. Na ule utakatifu ndio utamfanya Yesu aje katika maisha yako. Yeye anasema kwamba changamani na kitu chochote, na kadri unavyotenda dhambi ndivyo Mungu anavyoondoka katika maisha yako. Unakosa hata hamu ya kuomba, inaisha hata hisia ya hofu ya Mungu. Kwa hiyo mrudie Yesu. Unapojaribu kumrudia, ile hofu ya Mungu inakurudia. Hata ile dhambi inakuwa ni ngumu kutenda dhambi. Yesu anarudi kuja kuchukua kanisa, lakini watu wengi hawatamuona Yesu. Tunavyoona watumishi wengi, asilimia kubwa pesa ndio imeshawageuza. Hata wale wa Kristo wa kawaida, pesa imeshawatawala. Usitawaliwe wewe na chochote, tawaliwa na Yesu. Usitawaliwe na chochote, tawaliwa na Yesu. Maana atakuja kutulipa mambo mazuri. Atakuja kutulipa mambo mazuri. Kama alivyosema kwamba hiyo siku atakapokuja, atakuja na mawingu. Atakaa tu hapa juu angani kwenye haya mawingu, na atakapokaa hapa juu kuna nguvu itakuja kukuchukua wewe ambaye ni mtakatifu. Tutakutana na Yesu mawinguni, tutaondoka naye. Tutaenda paradiso. Tutakaa kule mbinguni. Tutakaa mbinguni miaka 7 ya starehe. Sehemu ya mapumziko ambapo ni starehe tupu. Tukifutwa machozi, machungu tuliyopitia duniani. Hata kama sehemu gani mtu anapookoka, watu wanageuka kuwa kama maadui zake. Kwa hiyo tutakapofika ile miaka 7, itakuwa ni ya mapumziko, ya kufutwa machozi, furaha. Baada ya kuisha ile miaka 7 atarudi duniani na Yesu. Tutakuja kukaa miaka 1000 hapa duniani. Ina maana kiufupi, tutakapochukuliwa tu hatutakufa milele. Hiyo ni raha. Kwenda mbinguni sio utajiri. Kwenda mbinguni ni wewe mwenyewe kugeuka. Ingekuwa naenda matajiri mbinguni, wasingekuwa masikini hawaendi. Lakini asilimia kubwa masikini ndio wanaoenda mbinguni na matajiri wanaenda kwenye moto, kwa sababu matajiri wengi wameshaungamana na nguvu nyingine. Wanaua, wametoa makafara, hawana moyo wa utu. Pesa wanaona kama ni Mungu wao. Wanaona kuna kitu chochote kitakachowazuia kufanya chochote kwa sababu ya ile pesa. Lakini uhai wao hauko kwenye ile pesa. Ndugu yangu, jichunge, tengeneza, Yesu anarudi.